Sisi tumechoka kuonewa na hawa watu. Tumechoka kufungwa na hawa watu ndugu yangu. Tunatamani tumfunge Yanga tarehe 3 mwezi wa 5. Hiyo ndio kiwa na Simba. Na tukimfunga tarehe 3 mwezi wa 5 maana yake possibility za kuchukua ubingwa zipo. Kwa sababu Yanga ana mechi zingine za kucheza hapa, anaweza kadoa hata mechi 2. Wanajua Mudasi haya Duke Abuya they are good kwenye eneo la midfield. Ni wazuri kwenye kupiga pasi za mwisho, ni wazuri kwenye kulink team, ni wazuri kwenye kupandisha shambulizi. Ni viungo ambao wana versatile players, wanacheza na maeneo mengi. Tunakuja na mpango gani? Timu tunayo, Libasa yupo, Anicet yupo, Chama yupo, Anicet Yaula yupo, Ino Siliomba yupo, Selemani Mwalimu yupo. Hanyinyi hamna tofauti na wachezaji wengine. Why tukose ubingwa? Sawa, Dokta, tumekutana bwana studioni siku ya leo, siku ya leo ni Ijumaa. Bwana tuzungumze. Jana nilipata nafasi ya kuzungumza na wewe baada ya mchezo kumalizika pale kwenye jimba la KMC. Lakini kwa sababu ulikuwa ni usiku baada ya mechi nikasema takutafuta ili tukufafanulie vizuri na kufahamu pia wewe ni mchambuzi. Kuna vitu vingi sana ambavyo ulizungumza, lakini mimi nataka tuanze. Kocha Mecky Maxime wa Mbeya City amefutwa kazi baada ya kile kichapo cha mabao 6-0 siku ya jana. Taarifa umeziona? Na mimi uchambuzi wangu ndio umepelekea yeye kufutwa kazi. Kwa sababu jana nimuuliza maswali magumu sana Mecky Maxime. Kama unakumbuka kwenye interview yangu, nilisema Mecky Maxime alikuja leo uwanjani kufanyaje? Moja, apate draw dhidi ya timu ngumu kama Yanga na timu kubwa. Pili, ashinde mchezo hata walau bao moja au bao mbili. Au tatu, afungwe mchezo. Na anapofungwa anafungwa kwa namna gani? Kwa idadi ya magoli mangapi? Mimi option yangu na mawazo yangu nikajua alikuja na option ya tatu, kwamba alikuja kuchagua kufungwa na Yanga hata kabla ya mchezo. Hii statement ndio ambayo nimefundisha kazi Mecky Maxime. Ukimtizama Mecky Maxime ni mmoja wa makocha bora ambao tunao wazawa, ndio ambao tunao kwenye soka Tanzania bara. Ni mpe heshima yake kwa legacy ambayo anayo kwenye soka Tanzania kama legendari wa klabu ya Yanga, lakini pia national team, lakini ameshakufundisha pia timu ya Taifa Stars kwa miaka mingi sana. Ni kocha mzuri, lakini jana alijiandaa kufungwa yeye kama kocha na akajiandaa kufungisha wachezaji wafungwe kirahisi. Kivipi? Hakuwa na mpango kazi ambao alikuja nao. Sisi walimu, mimi ni mwalimu na unajua mpira. Sisi walimu huwa tuna mpango mkakati wa kufanya wakati unakwenda kupambana na mpinzani wako. Ni sawa una vita, unakwenda kwenye uwanja wa vita, unajiandaa kupambana na mpinzani wako. Utashinda hiyo vita? Huwezi kushinda. Kimfumo Mecky Maxime alikushangaza maeneo gani ambapo ukashangaa ule mfumo ambao kautumia wakati anacheza na Yanga? Alitumia mfumo wa 4-4-2. Ni away approach ambao alifanya jana, lakini hajauishi huo mfumo. Maana yake alikuwa nyuma na back 4. Katikati viungo 4. Mbele washambuliaji wawili ambao ni 19 wanakuwa washambuliaji wawili kwenye shipu ya washambuliaji. Lakini unashangaa mfumo huu ambao ni the best mfumo mzuri kabisa ambao unakupa option 2 au 3. Option ya kwanza, ukishambuliwa ukiwa ni off possession, haumiliki mpira, unakupa nafasi mfumo wa kujilinda vizuri kwenye eneo lako la nyuma, kwa sababu utakuwa na idadi kubwa ya wazuiaji kwenye eneo lako la kuzuia mpaka kwenye kiungo cha katikati, watu zaidi ya 8 mpaka 9 wakiwa nyuma ya mpira kwenye low block, si ndio? Lakini mfumo huu unakupa option nyingine nzuri. Wakati unashambulia unakuwa na idadi ya namba ya washambuliaji wengi kwenye eneo la box ya mpinzani wako. Lakini cha ajabu Mbeya City wakianzisha mpira, ukienda mbele, huo mfumo huoni ukifanya kazi. Maana yake waoni washambuliaji wa Mbeya City 5 au 4 ambao wanaingia kwenye box au wanakuwa kwenye 1/3 ya uwanja kwenye eneo la Yanga. Huoni hicho kitu. Anakuwa mtu huyu mmoja ambaye pia hawezi kumiliki mpira wala hawezi kufanya chochote dhidi ya watu 6 au 7 ambao ni wachezaji wa Yanga Afrika. Nimekuwa surprised. Wakati huo akikabiliana na kocha Pedro Gonçalves ambaye mfumo wake ulikuwaje kiwanjani? Mfumo wake wa Pedro ulikuwa ni 4-2-3-1. Maana yake ni kuanza na back 4 ambao ilikuwa na Ibrahim Baka, Israel Patrick Menda, Makanyi Nomba Mnyeto pamoja na Mohamed Zimba Junior kwenye eneo la back 4.
Katikati kuna eneo la midfield alikuwepo Duke Abuya pamoja na Mudathir Yahya kwenye eneo kutengeneza double pivot. Kulia alikuwepo na Max Ngeli, pia kushoto alicheza na Pacome Zouzoua kwenye eneo la wing ya kushoto. Lakini kwenye kiungo cha 10 alikuwepo Alan Okello na namba 9 alicheza Prince Pomereo Dube. Unaona Yanga Afrika walivyokuwa? Kwa maana walikuwa na mshambuliaji mmoja ambaye ni outstanding kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji kutengeneza hiyo pattern ya 4-2-3-1, 4-2-3-1 ambaye Prince Dube ndo alikuwa mbele. Na ukaona ina work out, wao wakishambulia wanakuwa 8 kwenye box la Mbeya City. Na ndio maana it could be easy kwa Prince Pomereo Dube kureceive mpira na kuscore bao la kwanza. Lakini unaona wakishambuliwa Yanga wanakuwa 7 mpaka 8 pia nyuma mpira katikati, na kwa Duke Abuya na kuwepo na Mudathir Yahya, huku Alan Okello, Max pamoja na Pacome wakirudi tena kwenye eneo la nyuma na wakija kwenye eneo la katikati na kuzuia. Maana yake wanakuwa na idadi kubwa ya watu wengi versus Mbeya City ambao wanakuwa ni wachache. Ndio sababu Masalanga kipindi cha kwanza alicheza kama mpira mmoja au miwili. First half nakwambia, kipindi cha kwanza walipata shot on target hii moja tu ambao Hussein Masalanga alicheza kama imetoka hivi. Moja tu kwenye box la Yanga Africa. Mbeya City wamefika mara ngapi? Wamefika mara 2 tu. Na hiyo mara moja ndio wamepiga shot on target. Kama timu inakuwa ina idadi ndogo ya miguso kwenye eneo la 14 zone, wanawezaje kuscore? Hawawezi. Lakini Yanga Afrika wamefika mara ngapi? Mara 18. Shot on target 5, bao 5. Umesema ulimshangaa Mecky Maxime. Tafsiri yake kwako ni nini sasa? Tafsiri yake maana yake aliandaa timu yake kuja kufeli. Kwa sababu kama alikuja na mpango mkakati wa kuambia wachezaji tunacheza hivi, na hao wachezaji hawakucheza, maana yake ndio kaliwaambia msiucheze. Unaelewa? Kwa sababu eneo la defensive wise la Mbeya City lilikuwa inafikiwa kirahisi kuliko timu yoyote ambayo imecheza mechi 5 mpaka karibuni. Yaani ilikuwa rahisi kuifikia eneo la ushambuliaji la Mbeya City kuliko chochote ambacho kuliko mechi yote ambayo umeshakuiona katika michezo 5 ya nyuma ambayo Yanga Afrika amecheza au Mbeya City amecheza. Sio, umeelewa? Maana yake timu ilikuwa ni kama tuseme iko wazi, inafikia kirahisi, yani iko uchi, inafikia kirahisi kwa eneo lao. Ndio maana ilikuwa rahisi Pacome kukota watu watatu wawili anakwenda na score. Max rotate watu wawili watatu anakwenda atoa assist, Shabalala na score. Unaelewa tu? Kwa hiyo niseme tu Mecky Maxime ni halali kufukuzwa kocha na klabu ya Mbeya City kwa sababu ndiye ambaye alipelekea mchezo ule kuwa mwepesi. Lakini jiulize, Mecky Maxime asili yake ni wapi? Asili yake ni Yanga. Yeye ni mwanachama na mpenzi wa tuzungumze taratibu hapa. Mecky Maxime asili yake ni Yanga. Ni mpenzi, ni mwanachama na legendary wa klabu ya Yanga. Kuna mchezo kama ule unakwenda kuanza kipindi cha kwanza, wachezaji 5 mwaweka nje ambao ni first 11 ambao wamekupa matokeo. Ukitizama Mbeya City iko kwenye top, kwenye msimamo wa ligi iko nafasi hapa. Labda nikushare na wewe kwa niaba ya wasikilizaji na watazamaji wa Kajengele TV ili waweze kujua kile ambacho mimi ninakizungumza hapa. Kwa Dr. Mo wasije Dr. Mo napika. Mbeya City ukiangalia iko kwenye nafasi ya 13 ikiwa na alama 17. Imemwacha KMC, Tanzania Prison, Fountain Gate ambazo zinaburuza mkia. Ni timu ambayo ukitizama kimsingi huwa wana nature ya kuzuia hasa kwa vilabu vikubwa. Ukitizama mchezo wa kwanza Mbeya City anacheza na Yanga Afrika pale jijini Mbeya kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine, unaweza ukasadifu anazungumza namna ambavyo alikuwa bora kuizuia safu ya ushambuliaji ya Yanga kuna maeneo mengi. Unazungumzia kwenye ule mchezo ambao ukaanzisha story ya kuondoka kwa Romain Folz. Yes. Ule mchezo wa Mbeya City ndio ulimfukuzisha Romain Folz ambaye alikuwa anaitwa kocha wa mwaka wa mbele. Unakumbuka? Sasa jiulize kama Mbeya City walicheza vile kwenye mchezo wa kwanza, kipi ambacho kimewakuta leo? Au wamekula nini? Au wamelala wapi? Waamkia asubuhi KMC pale kutuonesha mchezo ambao wameucheza jana. Ni vitu ambavyo vinakupa maswali mengi ya kujiuliza. Maana yake inawezekana kufeli kwao kumeanzia kwa kocha, benchi ya ufundi, ukaja kwa wachezaji, ukaja kwa mfumo, ukaja kwa mbinu, wakajikuta wametoa ushindi mwepesi kwa Yanga Afrika. Ndio maana nakwambia Mecky Maxime ni mwanachama wa klabu ya Yanga, ni shabiki wa klabu ya Yanga, ni kocha, ni mchezaji wa klabu ya Yanga legendary. Kwa kufukuza kwake mimi amedeserve kufukuzwa kwa sababu yeye ndo amepelekea kutoa ushindi mwepesi kwa Yanga Afrika. Yanga ukiitizama kimfumo, Yanga
Mbeya City. On paper Yanga ni kubwa kuliko Mbeya City. Lakini Mbeya City wamefungwaje na Yanga? Sisi hatuzungumzii kufungwa kwa Mbeya City na Yanga. Sio story kubwa, umeelewa? Yaani Mbeya City kufungwa na Yanga sio story kubwa, umeelewa? Sisi tunazungumzia ni hawa Mbeya City wafungwaje. Kwenye pattern ambayo amekuja nao Pedro Kukaki ya 4-2-3-1. Pacome anaanzia kushoto kwenye eneo la winga, Max eneo la kulia. Maana hawa ni watu ambao ni runners, football runners. Ni watu ambao wanajua kukimbia mpira, kumiliki mpira, wana dribble, wanaweza kupiga chenga, wanaweza kuzuia. Mwalimu Maxime alikuja mkakati gani kumzuia Max, kumzuia Pacome asicheze mpira? Mbele una mtu kama Allan Okello, una Prince Dube. Mwalimu kwenye makaratasi yake ya waledi wa walimu alikuja na approach ipi ya kuwazuia Prince Dube na Allan Okello kwenye eneo la box ili wasiwe na madhara? Ukiangalia hamna hiyo option. Ulitaja mchezo wa Mtibwa na Yanga. Yes, Mtibwa na Yanga mchezo ukiuangalia, ina maana mwalimu wa Mtibwa ndio ambaye alikuwa shujaa wa mchezo. Maana yake aliwasoma vizuri Yanga Afrika, akawaspot, akawa-identify wachezaji wote ambao ni hatari. Huyu na huyu na huyu ni hatari. Nifanyaje? Niandae mpango mkakati utakaoendana na kuwazuia hawa wachezaji wasicheze mpira ambao wameuzoea. Akaja nao mpango mkakati. Akakupa mfumo wa 4-3-3. Unaelewa? 4-3-3. Tatu ya mwisho hawakai watatu, akaa huyu mmoja. Ina maana katikati inakuwa na watu hawa watano kwenye eneo la kuzuia. Nyuma anakuwa na watu hao wanne, juu watu wangapi? Watu 9. Ndio maana unaona Mtibwa muda wote wako nyuma kwenye eneo lao. Huku akiangalia possibility. Guys, any possibility for us to score. Kama ipo, wanafanya counter attack, wana score kama walivyofanya kwenye ile attack ambayo ilipelekea ilikuwa ni kona. Attack ambayo ilipelekea baadaye kawa kona. Ismail Kaisa ka score goli. Kona moja kwa moja, nakumbuka. Kwa hiyo wanajua Mudasi haya Duke Abuya, they are good kwenye eneo la midfield. Ni wazuri kwenye kupiga pasi za mwisho, ni wazuri kwenye kulink team, ni wazuri kwenye kupandisha shambulizi. Ni viungo ambao wana versatile players, wanacheza na maeneo mengi. Tunakuja na mpango gani? Guys, huyu asikae na mpira. Yaani akishika mpira ni sekunde 2 tu anautoa. Manake anakosa sayansi inampa uhuru wa kutengeneza mfumo ambao unaweza kumpa timu yake ushindi, kwa sababu yes, the brain master. Kama huyu brain master ambako ni tank, the thinker, ndio mfikiriaji wa timu, ndio maono wa timu, hapati muda wa kufikiria, ata execute kitu ambacho ni positive, jibu linapana. Ndio maana muda anatoa pasi, kwa sababu wanafika. Yani mwalimu kaambia Mudasiri asikage na mpira, kwa kila kitu mpira anautoa. Maana yake ile brain ya timu imekosa kufunction. Wanaofanya kazi on behalf sio waliopewa maono ya timu. Maana yake hawezi kuexecute kitu ambacho ni positive kama ambavyo wanafanya Mudasiri. Ndicho ambacho alifanikiwa nani? Mtibwa Sugar. Kwa ndio maana ukiangalia ni mara ngapi Mudasiri amekaaga eneo la juu la box la Mtibwa. Unaweza kutoa mara moja au mara mbili au hamna kabisa, kwa sababu ya ile umefanyia press usije huko, kwa sababu wanajua ukija kwenye wetu wewe ni hatari. Utatoa penetrative pass kwa Pacome, utatoa penetrative pass kwa Depu au kwa nani, watascore. Au tutadhalisha pasi ambayo ni hatari, ambayo sisi tutapelekea concede goli. Ndio maana wakaja mpango mkakati wa kumzuia Mudasiri haya na Duki wasijitawale. Wao ni watu ambao kila wakipata mpira wanatoa pasi ya juu, ya chini, sio ya juu. Wakafanikiwa, unawapa excellent. Wakaja kwa Pacome, tunamzuiaje? Anakata mbio, anajua kukimbia, anatembea na mpira. Sasa kufanya hizo mbio asizifanye leo. Tumfanyie high pressing. Wanamhodi kwa style hiyo. Wanamtengenezea pattern ya shape ya watu watatu. Mmoja anakaba kwenye eneo kushoto, mbele yake, mwingine huko. Kwa muda mwingi Pacome akashika mpira, anaipa mgongo goli la Mtibwa, which is good. Maana yake the only option kwa yeye ni kutoa pasi kurudi nyuma, ambao ni faida kwa Mtibwa. Wanarudi kujipanga tena. Kwa kisha mpira anatoa pasi, hakimbii kwa sababu hawajampa na pasi. Sasa mwalimu kama huyu Maxime vyote hivyo hajaviona, na kati ni mwalimu unataka kuniambia hajaviona. Maana yake unaweza kujua kwamba yeye mwenyewe alijiandaa kufeli jana, kufungwa na Yanga Afrika, kijua leo Starboy nafungwa. Dokta, umechambua sana na watu wanakutazama, nadhani wana enjoy. Tunamalizia kutokana na muda wetu. Ulisema unajaribu kuwaza kwa nini Yanga kwenye michezo iliyosalia
Atacheza michezo mingapi nyumbani? Michezo nyumbani Yanga ambakiza mechi 11 so far. Kutamatika kwa ligi kuu Tanzania bara. Kabakiza michezo 11. 11. Na katika michezo 11 michezo 8 pekee anacheza uwanja wa KMC. Michezo 3 ndio anacheza away. Sasa kama anacheza KMC vile itakuwaje? Najaribu kufanya hiyo imagination. Michezo 8 pekee KMC. Michezo 3 tu ndio anacheza nje ya KMC. Maana yake possibility ya kushinda pale KMC ni kubwa sana. Kwa aina hiyo ya mipango yao ya nje ya uwanja wanaifanya, sio na nini maandalizi hivyo. Kwa hiyo bado nabaki kuna ile akili yangu ndio kwamba mechi yetu dhidi ya Yanga Afrika ni mechi bora sana ambayo Simba anapaswa kuamua kutupa ubingwa msimu huu. Na sisi tuwaambie tu viongozi, tunataka ubingwa. Tuleteni ubingwa, tumechoka miaka 4. Watuletee ubingwa. Tuambie wachezaji wa klabu ya Simba kwamba Simba msimu huu, mashabiki wa Simba tunataka ubingwa. Hatutaki excuse. Timu tunayo, Libasa yupo, Anicet yupo, Chama yupo, Anicet Yaula yupo, Ino Siliomba yupo, Selemani Mwalimu yupo. Hanyi hamna tofauti na wachezaji wengine. Wao tukose ubingwa. Tuwafunge Yanga tarehe 3 mwezi wa 5, Simba anyanyue kwa hapa. Tukiwafunga Yanga nakwambia atapata gagaziko na muhao utaompelekea mechi zingine kudrop point either kwa draw au kwa kufungwa pia. Swali langu nadhani litakuwa kama la mwisho, nimebakiza swali moja. Mchezo wenu na Yanga una utazamaji, na kwa nini wewe unasema moja kwa moja utashinda huo mchezo, lakini kimahesabu ili Simba awe bingwa? Kimahesabu ni kwamba hii Simba awe bingwa lazima mfunge Yanga. Inawezekana? Inawezekana. Kwa nini sio? Shamfunga mara kibao. Kwa nini leo Simba ni mara kwanza ndio mara kwa kwanza Simba kumfunga? Tunakwenda Mei 3 kwenye dabi. Mei 3 kwenye dabi, mpango mkakati. Nitamani klabu ya Simba watuachie mchezo mashabiki. Watuachie influencers tu mchezo tuucheze. Ni dabi ya Kariakoo. Nitamani viongozi watuachie tusimamie mchezo. Tusimamie. Nashukuru mechi iliyopita uongozi wa klabu ya Simba ulikuwa very fair. Uliwashirikisha hivyo wanachama na mashabiki wengi ule mchezo. Na ndio maana unaona ulikuwa mzuri kwa upande wetu. Viongozi wa Simba hawakuwa na hiana, walijaribu kumshirikisha kila mtu ule mchezo. Na unaona tulifanikiwa kiwango kikubwa. Yanga alimanusura alifungwa isipokuwa refa alikataa goli. Unaelewa? Na huu mchezo unakwenda watuachie mashabiki na wanachama, hasa influencers tusimamie. Sisi tumechoka kuonewa na hawa watu. Tumechoka kufungwa na hawa watu ndugu yangu. Tunatamani tumfunge Yanga tarehe 3 mwezi wa 5. Hiyo ndio kiwa na Simba. Na tukimfunga tarehe 3 mwezi wa 5 maana yake possibility za kuchukua ubingwa zipo. Kwa sababu Yanga na mechi zingine za kucheza hapa anaweza kadota mechi 2. Nataka twende kimahesabu. Unapiga hesabu za kumfunga Yanga, alafu huo hesabu za ubingwa ndio twende sasa. Ni sisi tumfunge Yanga, alafu Yanga ndio michezo hii 2 au mchezo huu. Sababu ndio mchezo mmoja akashinda mchezo wake zote, bado atakuwa bingwa sababu ya magoli ni mengi. Si unajua? Inabidi Yanga ndio mchezo hii. Na inawezekana ile mechi ya Azam anaweza kapoteza pia akafungwa. Azam wako vizuri msimu huu. Na tunashukuru saizi uongozi wa Azam hauna makando mengi kama awali. Kipindi cha nyuma kwa Azam akikutana na Yanga wajua hapa Yanga anashinda. Lakini sasa hivi Azam kicheza na Yanga unaona kwa sababu shilingi inasimama. Mpira unachezwa. Kwa hiyo tunashukuru kwa hiyo tukimfunga sisi tarehe 3 mwezi wa 5. Azam akamfunga Yanga. Simba anachukua kwa hapo mapema sana. Mimi nilishasema wakati tunachukua ubingwa msimu huu nitashonesha suti ya milioni 15 kwa ajili ya kujiandaa kunyanyua kwa hapa. Unaweka ahadi. Umeelewa? Kwa sababu miaka 4 ni mingi baba. Sio lazima. Wewe ni binti ambaye anasoma miaka 4. Mtoto ambaye yuko shule miaka 4. Kwa hiyo tumekaa miaka 4 hatuna ubingwa, na Simba tunahitaji ubingwa. Niwaambie tu wachezaji wa Simba, tunahitaji ubingwa. Chezeni, pambaneni kwa jasho, mchezo unabakia yote 12 mshinde. Tukishinda mchezo yote 12 tubaki tunamwangalia Yanga kapoteza upi ka draw upi. Ndio tunakuwa mabingwa. Shukrani sana Dr. Kila la heri.